Now, neno la Mungu linasema bali katika kila neno, 2 Corinthians chapter 6 verse 4. Bali katika kila neno tujipatie sifa njema kama watumishi wa Mungu katika saburi nyingi, katika dhiki, katika misiba, katika shida. Topic inaweza kuipatia ya kwamba kujidhihirisha kweli wewe ni mtumishi wa Mungu. Kujidhihirisha kweli ya kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. Paulo anasema ya kwamba katika kila neno tujipatie sifa njema. Waweza kuwa mtumishi wa Mungu lakini asiye na sifa njema. Biblia inasema ya kwamba sisi ni watendakazi pamoja na Kristo katika shamba ambao ni watu wale ambao wametupatia. Wewe na mimi ni mtendakazi pamoja na Kristo. Na kama unafanya kazi pamoja na Kristo, inamaanisha kuna vile hiyo kazi inapaswa kufanyika. Paulo akamwambia Timotheo, study to prove yourself before God, not to people. Ukisoma, ukijiandaa kwa ajili ya kufundisha wale watu, you will be approving yourself before God. And there is no way you can be approved before God na watu wakakosa kukubali. Wanasikia wakati mwingine unaweza kuta mtu anasema mimi watu wananikataa. Ni sawa, inaweza kwako, lakini kama wewe umesoma, umejiandaa, umejitayarisha. So jambo la kwanza kama mtendakazi wa Mungu ni lazima ujitayarishe kwa hiyo kazi ambayo unapaswa uifanye pamoja na Kristo. So matayarisho ni mara mbili. Ujitayarishe kiroho. Unapaswa ujitayarishe kiroho. Pili, unapaswa ujitayarishe kwa kusoma neno la Mungu na kufanya research yako kama vile tuliona jana, ili ukaweze kufikia wale watu ambao umeitiwa, ukiwa mtendakazi ambayo hauna sababu ya kutahayari. Na ukiwa umejiandaa hivyo, hautaanza kufanya sarakasi, you just go straight to what God has called you to do. Njia ya pili ambayo itaweza kufanya kazi yako pamoja na Kristo iwe ni rahisi ni jinsi ambavyo wewe unaishi. Colossians chapter 1 verse 17. Bahati najua mtaweza kunipatia hata kama sijajua hiyo mahali lipo. Lolote mfanyalo kwa neno au kwa tendo. Kwa wapi? Kwa Kolosai ngapi? 3:17. Inasema lolote mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote mkimtukuza Mungu kwa yeye. So kama mtendakazi pamoja na Kristo, ni wajibu wako vile unavyoishi. Elewa maisha yako. Watu wanapokutazama wanapaswa waone mfano wa Kristo. Ndiposa unaona Paulo anasema nifuateni mimi kama vile ninavyomfuata Kristo. Can you say like Paul? Wewe waweza sema kama Paulo. Ama waenda hivi alafu waambie ndeni hivi. Mbili mwingine akasema mbinguni ni mbali. Sasa alikuwa anajua vile alikuwa anamaanisha. So maisha yako, maneno yako yanapaswa yawe kielelezo ili wale watu wanaokuona, regardless of the situation. Mtu mwingine akasema kiongozi anajulikana wakati mambo ni magumu. Hata ukiona kuna changamoto, hata ukiona watu ni kama hawasikii, tuliambiwa ya kwamba endelea tu kuwafundisha. So mwisho kabisa, be consistent. Let us be consistent
with doing what God has called us to do, na ninaamini ya kwamba kadiri tunavyoendelea Mungu atatusaidia. Itaendelea huo mstari. But in all things are proving yourselves. So it is you who conducts yourself in a way ya kwamba utakubalika. Tuseme umeenda interview. Bwana asifiwe. Official interview. Saa hii niko smart, but I'm not official. Oh, I'm not official. Sijui kama tuko pamoja. Kenda official interview kuna vile unavaa soko. Tuko kazini. Tuko kazini. Ukitaka kuwa approved na Mungu, jiconduct yote vile ambapo Mungu amesema kwa neno lake. Basi Bwana atusaidie. Tukaweze kuwa watenda kazi wasio na sababu ya kutayari. Father, in the name of Jesus, we thank you for your grace and favor. We pray that you meet with our needs and help us to continue doing what you desire us to do so that we can be effective in doing ministry together with you for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.